Turasoma mu gitabo cya kabiri cy'abami, tugasoma Wafalme wa pili ibice 4 sura 4, hanyuma turasoreza mu byahisho Yohana, nyuma tutakuja kusoma Ufunuo wa Yohana ibice 3. kwa sura ya 3. Reka dusome duhere ku murongo wa mbere, Tuanze kwa mstari wa kwanza naho bashaka cyane umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. Tunataka sana mstari wa pili na wa tatu. Ariko mbere ku murongo wa mbere Tuanze na mstari wa kwanza. Aravuze ngo bukeye umwe mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, mugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbatazi. Elisa aramusubiza ati, none se nkugire nte? Bwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira, keretse agaherezo kutufite. Aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike. Maze winjirane n'abana bawe ukinge, utwo tubuto dusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Amen. Isome ku murongo wa 6. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu ati, bagenza n'ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza, hanyuma asanga uwo muntu w'Imana aramubwira. Nawe ati, genda ugurishe ayo mavuta wishyure umwenda wawe, asigara agutungane n'abana bawe. Amen. Tusome. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wanafunzi wa manabii akamwendea Elisa akamwambia, mtumishi wako mume wangu amefariki, na kama ujuavyo alikuwa mcha Mungu, lakini aliyemwia fedha amekuja kuwatwaa wanangu wawili wawe watumwa wake. Elisa akamuuliza, sasa nikusaidiaje? Niambie kile ulichonacho nyumbani. Mama huyo jana akamjibu, mimi mtumishi wako sina kitu chochote ila chupa ndogo ya mafuta. Elisa akamwambia, nenda kwa jirani zako wazime vyombo vitupu vingi kadiri utakavyo pata, kulikane, kisha uende wewe pamoja na wanao, mjifungie ndani ya nyumba na muanze kujaza mafuta. Kila chombo mnachojaza kiwekeni kando. Amen. Amen. Mrogo wa 6. Vilipojaa vyote akamwambia mwanawe mmoja wapo, nileteni chombo kingine. Mwanawe akamjibu, vyote vimejaa. Hapo mafuta akakoma kutiririka. Akarudi kwa mtu wa Mungu na kumweleza habari hiyo. Naye mtu wa Mungu akamwambia, nenda ukauze hayo mafuta na kulipa deni lako, ndipo wewe na wanao mtaishi kwa kutumia hayo yatakayobaki. Amen. Amen. Ufunuo sura 3:11 mstari. Abari buduhera. Haravuze ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite atagira gutwara ikamba ryawe. Unesha azamubwira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'urusengero rw'Imana yanjye, ariko Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero mu bw'Imana. Amen. Naja kwako upesi, shikilia kwa nguvu ulichonacho sasa, ila usije ukanyanganywa na mtu yeyote kati yako. Mshindi nitamfanya awe nguzo katika hekalu la Mungu wako, na hatatoka humo kamwe. Pia nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, yaani Yerusalemu mpya, mji ambao
atashuka kutoka juu mbinguni kwa Mungu wangu, tena nitaandika juu yake jina langu jipya. Amen. Amen. Bana turagushimiye ugize neza, umugizi wa neza, uri umunyebambe, uri umunyembabazi, umugambi wawe ntuburizwamo. Turagushimiye, twemere kongera kubonana na bene data, turanezerewe n'ubushyingirwe mwanya Mana yacu. Tugiye kuganira ijambo ryawe, ni ijambo rikiruta, ni ijambo ryatubyaye, ni ijambo rizatugeza mu ijuru dukomeza kuryubaha. Ntabwo narisobanura nkawe warivuze, sinarusobanura nkawe nyiraryo. Nasenze mu mwuka we azasobanure cyane, kandi abicaye bumva, natwe tugiye kurivuga, twese tugabanira imbere y'amaso yawe. Icyo duheje n'imigambi y'umubi n'ubutware bwose bw'umwijima bwatuma ijambo ry'Imana ritumvikana uko bikwiriye. Urakoze kudushyigikira mu izina rya Yesu. Amen. 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 Nibuze ko ntibuze amazina. Amekumbuka hajajitaja majina. Nitwa Kamanayo Jeanne. Naitwa Kamanayo Jeanne. Umubyeyi ukuze nk'uko mubibona. Yeye ni mama. Mfite abana. Ako na watoto. Mfite abahungu n'abakobwa. Ako na wavulana na wasichana. Mfite n'abuzukuru. Pia na wajukuu. Mfite abakwe n'abakazana. Na wakwe na wasichana. Hanyuma muri abo bana bavuze ko mfite imfura yanjye. Kwa watoto wake ana jina ambaye anaitwa mtoto. Umwana w'imfura yitwa Edmo. Mtoto wake wa kifungua mimba anaitwa Edmo. Banyita mama Edmo rero. Sasa anaitwa mama Edmo. Ndabishimira Imana. Nashukuru Mungu. Ntabwo ari imbaraga zacu, Si nguvu zetu, nta gutangaza bintu twakoze, si miujiza ambayo tumetenda, ahubwo ni imbabazi z'Imana. ni neema ya Mungu. Haleluya. Yaravuze mu buntu bw'Imana butangaje. Mwimbaji amesema neema ya Mungu ya ajabu. Aravuga ngo nibwo bwankuyeho imigozi. Ndio imeniondolea kamba. Aravuga ngo mbese byavuye mu ki? Imekuwa nini? Aravuga ngo byavuye ku gushaka kw'Imana. Imetokana na upendo wa Mungu. Aravuga ngo siko nari mwiza habe namba. Sio kuwa ni mzuri, Ahubwo ni Yesu yangiriye. ila ni neema ya Mungu. Aravuga ngo yarambabarijwe kuri wa musaraba. Amesulubiwa kwa msalaba, Aravuga ngo ndetse yabambanywe n'abambuzi. hata akasulubiwa pamoja na wanyang'anyi. Imana ishimwe ko bw'imbabazi zayo. Tunashukuru kwa neema ya Mungu. Amen. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana. Tumesoma neno la Mungu Tugiye kuganira akanya gato ambao tutaongea kwa muda nk'uko mfupi Imana idufasha. kama vile Mungu atatupenda. Nawe hari kuvuga ngo komeza icyo ufite. Nimepea kini, shika kile ulicho nacho. Ufite Shika kile ulicho nacho. atagira gutwara ikamba ryawe. Sio yule wa kunyang'anya. Amen. Amen. N'amakuru twese dusanzwe tuzi. Ni habari ambayo sisi tunajua sote. Uyu mugore yari umugore w'umugabo w'umuhanuzi. Huyu mama alikuwa mama wa nabii. Umugabo witwaga Obadiya. Mzee wake alikuwa anaitwa Obadia. Ariko ntabwo ari Obadiya wibanditse kino gitabo. Lakini sio Obadia ambaye ameandika Hari umuhanuzi Obadiya wanditse igitabo hano. Kuna nabii mwenye ameandika kitabu, sio yeye. Si huyo. Ariko nawe witwaga Obadiya. Lakini mzee wake alikuwa anaitwa umuhanuzi. Na yeye alikuwa nabii. Hanyuma Bibiliya itubwira ko igihe cyageze, na Biblia inatuambia kulikuwa wakati ikafika, igeze ko igihe cyo kwica abahanuzi. Ilifika wakati wa kuwa manabii. Abahanuzi benshi baricwa. Manabii wengi wakafariki. Hanyuma uyu Obadiya yari afite uburyo. Huyo Obadiya alikuwa na namna cyane ko yari n'ibwami. Na tena alikuwa kwa mfalme. Hanyuma ashaka uburyo akiza bagenzi be. Akatafuta vile ataokoa ndugu zake. Biba ngombwa ko abahisha. Akaficha manabii wenzake. Abahisha mu buvumo bubiri. Akawaficha kwenye mwamba mahali pa pili. Bubiri. Mahali mbili. Hamwe hasi 50. Mahali pamoja kulikuwa 50. Ahandi bashira 50. Nafasi nyingine akaweka 50. Amen. Amen. Nyamunda kubaza bagenzi baje babaza ngo mbese muri iyi minsi guhisha abantu banga. Nauliza marafiki zangu, je, unaficha watu wangapi? Guhisha bene so banga. Unaficha ndugu zako wangapi? Guhisha semba rero bene so banga. Unaficha mauaji ndugu zako wangapi? Urahisha urubyiruko rungahe? Vijana ngapi umeficha? Urahisha ababyeyi banga. Wamama wangapi umeficha? Urahisha abagabo banga. Wanaume wangapi umeficha? Ariko Obadiya wahisha bagenzi be. Lakini Obadiya akaficha wenzake. Akaficha. Kandi ntabwo yabahishe gusa. Hakuficha tu. Oya yaranabagaburiye. Akawalisha. Arabatunga. Akawalisha. Aratungisha ibyo afite. Wakaishi kwa njia zote.
abatungije ibyo afite, akawalisha kwa mali yake. Nyuma binashize ibyo afite, nyuma mali yake ilipoisha, ibagomba kujya gusaba ideni, mpaka akaenda kuomba deni, ajya gufata imyenda, akaenda kuchukua mkopo kugira ngo atunge bene se, ili bado aendelee kuwalisha. Biblia tubwira ko igihe cyageze nawe arapfa. Biblia inatuambia wakati ulifika ushaka kumenya amakuru neza. Tuliposoma habari hii, uzasome mu gitabo cy'abami ba mbere n'ubundi, soma Wafalme wa kwanza, numva ni igice 18 bandibeze, sura ya 18 hapo 19 na kama 19 hapo. Obadiya yahuraga na Eliya, mahali Obadiya alipatana na Eliya. Kwa yaravuye Sarafati, Eliya bakura na Obadiya. Mahali Eliya alikuwa anatoka Sarafati akapatana na Obadiya. Biblia ko Ahabu yari yanyuze inzira imwe, Ahabu alikuwa amepitia njia moja, ariko Obadiya ananyura mu nzira yindi. Obadiya akapitia njia nyingine, Obadiya gushaka utwasi tw'ingamia, ili wapate manyasi ya ngamia, kubera ko inzara yari yabaye nyinshi, janga la njaa lilikuwa kubwa. ariko nyirabayasa na Eliya, lakini yule aliyeleta Eliya arareba abantu ko bameze. Eliya alichunguza watu bari mu Uwiteka, watu walikuwa wametenda uko bimeze muri iyi minsi, kama vile ilivyo siku hizi. asanga abahanuzi barandagaye, akapata manabii abasibo barabishe, wameuliwa, ngo bahuye na Yezebeli, wamepatana na Yezebeli, umugore wa Ahabu, bibi ya Ahabu, atangira kubinjiza mu myumvire, akaanza kuwaeleza miungu zingine nk'uko bimeze muri iyi minsi, kama vile ilivyo siku hizi. abahanuzi benshi, kuna manabii wengi bari kwimura abantu mw'Imana, wanatoa watu Mungu wa kweli, wanakura mw'Imana, wanawatoa Mungu wa kweli, inyigisho zindi, wanawafunza manabii uongo, inyigisho zitarizo, wanawahubiri mahubiri ya uongo. icyo gihe niko Yezebeli byagenze. Hiyo wakati ndivyo ilivyo wakati wa Yezebeli. Kugira n'umugabo wera bareka atariko ni wacu natwe dufite Imana, hata akamwambia mmewe na tuko na Mungu, natwe dufite Imana imwe, hatuna Mungu mmoja, dufite Bayali, tuko na Bayali dufite na Ashera. Ashera kwa yari Imana kazi. Ashera ilikuwa miungu ya mwanamke. Niba umugore wa Ahabu na Bayali ntabwo bizi, hata hajui kama ariko kwa yari Imana kazi. Huyo Mungu alikuwa ni Mungu wa Bayali, walikuwa na Baali, akagira na Ashera, walikuwa na Ashera. Hanyuma atangira kutesha agaciro Imana ya Israeli. Sasa akaanza kuhubiri mahubiri ya siku za mwisho ya uongo. Hapana, kutesha agaciro Imana ya Israeli, akaanza kusarau Mungu wa Israeli, akababwira ngo Imana ya Israeli, akamwambia Mungu wa Israeli hakinishoboye, hawezi kitu, ikishoboye ni kimwe, kile anaweza kimoja, nuko yabahaye manu mu butayu, ni vile tu aliwapea manu katika ariko ubundi, lakini Imana yacu, Mungu wetu ni ifite imbaraga n'uburumbuke, yanapeana uzao, imyaka yera, yanafanya matunda ya Israeli, atesha agaciro Imana ya Israeli, akasarau Mungu wa Israeli, uko bimeze uyu munsi, kama vile ilivyo siku hizi. nabuze mbona abana b'abahungu n'abakobwa nikora kuri televiziyo, nilikuwa nikiangalia TV vijana na wasichana nasuzugura Imana ya Israeli, wakaanza kuzarau Mungu wa Israeli, akahuzunika sana. Bari abana bafite herezo libi, akaangalia akaona watoto hawa wanashauri nyumbani, wataangamia. Nubisha umwana w'umukobwa mutateje nta bakristo muzabona tuzabagiye kureba bari abahungu, alisema kesho mtaona washirika watakuna mali watakuwa, ariko n'ibimenyetso by'iminsi y'imperuka. Hiyo inamaanisha siku za mwisho. Hanyuma Yezebeli avuga ati Imana yacu, Yezebeli akasema Mungu wao ni Imana ishobora byose, ndiye Mungu anaweza yote, ndiyo Imana itanga imvura, ndiyo Mungu anatunyeshea mvua, ndiyo Imana itanga urubyaro, ndiyo Mungu anatoa uzao. ariko mwebwe Imana y'Abisirayeli, lakini nyinyi Mungu wa Israeli ikishoboye ni uko yabahaye manu mu butayu, anaweza ni vile aliwapea manu kwa jangwa. ubundi hari ibintu ibimenyetso utazimanganya ngo bikore, kuna ishara ambayo huwezi poteza, baravuga ati Imana yanjye ni ugutanga manu, ariko nta kintu ishoboye, kwa sababu alisema Mungu ni yule ametoa manu. abahanuzi bamwe batangira kubyemera, manabii wakaanza kukubali, kuko yakoze ikintu gikomeye, kwa sababu alifanya kitu ya ahamagara abahanuzi, akaita manabii. abahanuzi bamwe bavuga batari ibintu Yezebeli avuga ko atari byo, wale ambao wanakana yale Yezebeli anasema, Yezebeli arabica, Yezebeli akafanya wanabii akaua. abandi basigaye, wale wachache waliosalia barahindukira, wakamkubali miungu. Yezebeli yarabahamagaye, wakati mmoja Yezebeli aliwaita, wabatekereza ibyo kurya, akapiga chakula mlo, abaha ibyo kunywa, akawapa mvinyo, wakakula na kukunywa. Yezebeli ngo batambuka imbere yambaye ubusa, Yezebeli akawapita mbele alikuwa amevaa
alikuwa ameumbika vizuri, yasize iminwa, yasize inzara, alikuwa amepaka rangi kwa akorosinga imbere yabo, akipita pembeni yao, ababwiza neza, akiwaambia na ile mdomo, abandi nabo na wengine wa hapo babiravuga ati ni ukuri, na wakasema ni ukweli. nawe uri Ahabu, Awakamwambia nawe uri Ahabu, hata na ukiwa Ahabu warongora Yezebeli, unaweza muoa Yezebeli. nawe uri Ahabu, Hata ukiwa Ahabu ntabwo Yezebeli wamureke. huwezi achilia Yezebeli. Hanyuma ngo abahanuzi baratangira bakombeke, Sasa wanabii wakaanza kukubali, baratangira baremera, wakaanza baravuga kukubali ati nibyo koko, na wakasema ni kweli, bati koko Imana ya Isirayeli ishoboye, Imana yatanze mu butayu. na ni kweli Mungu wa Israeli hawezi. Uyu munsi hari inyigisho zisa zityo, Siku hizi kuna mafundisho yanafanana hivyo, ariko si igitangaza. si ajabu. Biblia ivuga ngo abahanuzi b'imeruka Biblia inasema nyakati za mwisho hazaza abahanuzi benshi b'ibinyoma. kunakuja manabii bobo. Uyu munsi rero barahari, Siku hizi kwako hari inyigisho ziri kuvuga ngo kuna mahubiri yanasema Salomo yari umuntu w'Imana, Sulemani alikuwa mtu wa Mungu, ngo ni nawe Imana yemeye, na ndiye mtu wa Mungu alikubali, yanamuhaye n'ubwenge, hata ikampea akili bimuha n'ubutunzi bwinshi. na utaji. Ngo Salomo yashatse abagore 1000. Sulemani akawa wanawake 1000. None ni gute twebwe tutashaka abagore 1000? Cheni yake sisi hatuwezi kuoa Abo wanawake bari 1000. ukwabo, Hao wako hivyo. hari abandi biyigisha ubuntu, Kuna wale wanafundisha neema, bavuga ngo wakwiba ugasamba ugakora ibyaha naweza byose. iba usherati, Kubera mambo ko turi mu gihe cy'ubuntu, zambi zote tunafunza kufanya kwa sababu kati za neema izo ntabwo nzitindaho, hizo. ariko vuga akantu gatoya ku buntu. Acha niseme kwa neema. Paulo yaranditse, Paulo akaandika, yandikira Tito, akaandikia Tito, avuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwabonetse, kwa sababu neema ya Mungu imepatikana. avuga ngo butwigisha, Na kuko ubuntu bwabonetse muri Kristo Yesu, butwigisha kubaha Imana, Na kufunza butwigisha kugenda twirinda, Na butwigisha kugenda dukiranuka, Na kupenda dutegereje Na ibyiringiro by'umugisha, Kuwa na ariko bizaboneka ku mwami wacu Yesu. ya kumuona Yesu Kristo. Ubuntu bukujyana mu byaha n'ubugahe. Huyo neema nawafunza kuingia kwenye dhambi ni neema. Ni neema ya Paulo yaravuze ngo none se Alisema. gukora ibyaha mu buntu busaje? Yakobo akasema, je, tutende dhambi nini neema izidi? Akasema la, haiwezekani. Yezebeli rero Yezebeli, abahanuzi baramuyoboka, manabii wakamfuata, baravuga ati Imana yacu akasema Mungu wetu yadukuye muri Egiputa, imetutoa Egypte, yaduhaye mana, imetutoa Misri katika amani, tuyirakaza. hatuwezi ikasirisha. Ariko kandi Lakini tena twasanze Imana ishobora byose tumepata mwingine Mungu ari hapa, Imana za Yezebeli, Mungu wa Israeli. ngo bigira inama, Wakakubaliana hivyo, bakora ibicaniro bitatu, wakaanza kujenga madhabahu, bakora igicaniro cy'Uwiteka Imana ya Isirayeli, wakaanza madhabahu ya Israeli, Mungu wa bakora igicaniro Israeli, cya Bayali, wakafanya madhabahu ya Baali, bakora igicaniro cya Asheri, wakafanya madhabahu ya ngo Ashera, bakajya babiramya byose, wakaanza kuabudu yote, bakaramya Ashera, wanaabudu Ashera, bakaramya Bayali, wanaabudu Bayali, bakaramya Imana ya Isirayeli, wanaabudu Mungu wa ngo bakora Israeli, muri ibyo, wakaendelea bakanyuramya byose. hivyo hivyo. N'uyu munsi niko bimeze, abantu baba baraseka, mukanya bakajya kurabuza, Wanafanya miungu, bakajya kurangiza, wanaenda kutafuta, wanaenda kwa miungu, nyuma yaho kandi bakaramya Imana ya Isirayeli, wanarudi wanaabudu Mungu wa Israeli, bakaroga wanatoka kandi bakaba mu nzu y'Imana, na wako bagasambana wanafanya kandi uzinzi, bakaza mu nzu y'Imana, bafite imana nyinshi, kandi bafite imana nyinshi. wako na miungu mingi. Eliya wabibona, Eliya alipoyaona araza, akakuja. Biblia ivuga ko Eliya kandi ngo yari umunyagihugu. Biblia inasema Eliya hakuwa mwananchi. Oya, ntabwo yari umunyagihugu. Eliya hakuwa Biblia ivuga ngo mwananchi. yari umusuhuke w'i Galeyadi. Eliya alikuwa ni mkimbizi. Nta muntu n'umwe wari umuzi aho ngaho. Hata kuna mtu mmoja mwenye alikuwa Niyo anamjua. bamwita ntawari kujya kumuburana. Hata ndio maana walikuwa Niyo bamwita ntawari kumuburana. hata angeuliwa hakuna mtu mwenye angemsemea. Amen. Amen. Eliya araza, Eliya akakuja. areba ibyo abantu barimo, Akalipoangalia vile watu wanaishi, areba abahanuzi ukuntu bikubita imbere y'Imana, akaangalia wanabii vile wanaabudu Bayali, Bayali, bakaramya Ashera, wanaabudu Ashera, asanga n'ibyo barimo, akaona ni hivyo, asanga n'ibyo barimo, akaona ni asanga hivyo, n'ibyo barimo, akaona ni hivyo hivyo, arabitegereza, akachunguza, avuga ati nta kindi kibiteye, akaona kweli hakuna neno lingine, avuga ati kiri umuremure, hii wameshiba. atereka muri Eliya, Acha nikwambie, avuga ati hereye kaka, kuanza saa hii
imvura yose ndayitwaye, mvua yote ya nchi mimi naichukua, hata umande nachukua. Hanyuma leo kuna bayari wa hivyo, kisha tuone huyo bayari atawapea, tuone haleluya, haleluya. Mungu anaitwaye, Mungu anachukua. Biblia inasema baba Mungu usipindisha kazi jinza, yule mtu wako na imani za msindikizo, yule mtu wako anagombania Mungu usipindisha kazi jinza, kiwa imani wivu wa kufanya za msindikizo, Mungu atakuunga mkono. amen, amen. Ukiwa na wivu wa kutenda imani za msindikizo, Mungu atakuunga mkono. Elia yaravuga ati nuko ndumusuhuke, Elia akasema hata mimi siwezi nikiona Mungu wa Israeli akizaraulika. Amen. Amen. Hapo katika anaitwa mvua nimechukua. Imana Mungu ni mwisho. Mungu alipomwona inamwambia ngo Elia wewe, akamwambia Elia usiki na kuunga mkono. Elia anajenga. Elia akaenda. Ahagarika imvura, akasimamisha mvua. atitaye kwa azabiki. Bila kuangalia watakula nini. Uwe kubuge azabiki. Bila kuangalia yeye atakula. Ahagarika imvura, akasimamisha mvua. Ndetse ngo nikime hata umande atibaza yuko azaba. Bila kujali maisha yake. Anaambia Elia. Mungu akamwambia Elia nakushikije. Na kuunga mkono. Haleluya. Sasa wewe hapo kwa sababu ngalisha umekuwa na wivu. Sasa hivi Kirete. Enda Kirete. Harakadesi. Kuna chemchem. Uje kukadesi. Ukae hapo kwa chemchem. Uzatungwa na mazi yako kadesi. Utaishi na hiyo maji. Aje zakuje. Na mimi nitakulisha. Haleluya. Haleluya. Nitakuja mulira Elia. Nitakuja mulira. Nitakuja mulira. Nitakuja kajiza. Nitakuja mulira. Nitakuja kajiza kajiza. Haleluya. Haleluya. Tunachukishwa na kule. Yesu yabwiye Marita. Yesu akamwambia Marita. Ubwo Marita yari mu nyumba Yesu yari yabagendereye. Wakati Yesu alikuwa amewatembelea. Basi Marita yeye mu jikoni. Marita kaingia kwa jikoni. Anapeka sana kuvuga. Akapiga Ahadi Yesu yageze na urabizi. Ahadi Yesu amefika. Watu wamejua. Na wakamusangayo. Na pia wakamusangayo. Abashizi baba benshi. Wageni wakakuwa wengi. Baba benshi. Wageni wakakuwa wengi. Marita yazoka kasanga bandi biyongera. Alipoangalia akaona wageni. Akaja kuongera amazi. Anaongeza maji. Akanywizi kama zinashize. Na kuli zinashize. Akaja kuuza bimwe. Akaenda analeta zingine. Wanagenda wananirwa. Akachoka. Ariko ngo hari mugenzi we. Lakini kulikuwa witwa Maria. Maria. Maria wabonye Yesu. Maria alipomwona aravuga ati ndamubonye. Akasema ati ntabwo namureka. Baraza yicara ku birenge. Akakuja akaketi kando yake. Haleluya. Amen. Amen. Yesu ndamubonye. Kwa sababu alisema nimemwona. Aba ngo Yesu ndamubonye. Akaona mfalme wa Yesu nimemwona. Ntabwo nzamwimura. Sitamwacha. Amen. Amen. Maria ngo yicara ku birenge bya Yesu. Maria akaketi kando ya Yesu. Acha. Maria akapita hapa. Anananiwe. Akachoka sana. Ku buryo yananiye kubibika. Hakuweza kuvumilia. Uziko yagiye akabwira Yesu kandi ari umushyitsi. Unajua hata leda kumwambia Yesu ni mgeni wake. Yuko baje kubona Maria yicaye. Wewe hauzuniki na kuona Maria ameketi kando kuvunika yeye. Na mimi nimechoka. Akamwambia Marita wewe. Akamwambia Marita. Umeyusha muri byinshi. Umetoka kwa mengi. Umeyusha muri byinshi. Umejitokeza. Akamwambia ni kimwe. Kitu ni moja tu. Ni kimwe. Kitu ya moja. Maria. Maria. Yahisa mugabana tazapa. Amechagua. Barakore ngombwa ni kimwe. Ngombwa ni kimwe. Ngombwa ni kimwe. Ngombwa Yesu. Ngombwa Yesu. Niwe mugabana tazapa. Ngombwa Yesu. Biri byose ni ibinyo. Ngombwa Yesu. Niwe mutungo wimukata. Yesu ndio tajiri. Wakaendelea kuabudu Yesu mbogere Elia. Ya Mungu akamwambia Elia ati Sarafati. Enda Sarafati. Enda Kirete. Akaenda Kirete. Biblia itubwira ko bajyaga mugemurira. Mungu Biblia inatuambia Mungu alikuwa akimlisha. Ariko muzikigemurira kandi Imana bati. Unajua kulishwa na Mungu. Ndio Imana yafashe kote maji. Angalia vile Mungu akichukua chakula akikuletea. Hadi jifata. Anachukua kabisa. Nani jifata? Mungu mtaizi. Aliko mjimani na ifata. Mungu mtaizi. Nitakuja kulila.
akaenda. Wakahura n'umugore Alipopatana na mama, mtu alikutana burundu kwitiri. Alikuwa akitafuta kuni mbili. Ahageze baramureba atamenya ufanye ariko we. Alipomwangalia akaona akatoa maisha yake. Kuni mbili. Ariko hageze. Alipofika hapo, Mungu Imana niki kuwa na roho wa Mungu ni nzuri. Alipomchunguza akaangalia, akiwapaye mazepo, akamwambia Yesu, nipe maji ya kunywa. Akajaribu kwenda kupea maji. Ibuka kama pale kandi abaziki. Kumbuka kulikuwa wakati wa janga. Hanyuma umjaja kumzana mama alipoenda kumletea maji, baramureba uko nagenda. Alipomwangalia vile anaenda, tunaendelea na kasema nini? Akamwambia uniletee hata mkate nikule. Mzee anasema nini? Niletee mkate pia hata tukule. Umjara anamwambia ati muno wewe. Mama huyu akageuka kama tunaona nimechukua kuni mbili. Kitagafu. Niko na kaunga kadogo ambayo kana tukuta natko ninde kama umezi. Mafuta nayo ni ndogo sana. Ile alikomaa. Ni ile kidogo. Mzee mmoja mafaranga ni mmoja na mafuta. Ndio hiyo kitu. Usikose pesa lakini usikose mafuta. Amen. Hapa tumebaya kwa kuta roho ndugu tu. Tunaona ni tafuta kuni mbili. Afitaka kukushi. Niko na kaunga kadogo kasalia. Na mafuta imesalia. Ndio utunga kwa kufusikana. Nilikuwa naelekea kusoma ugali huo. Hanyuma ngo nilile mwana wa. Hanyuma tukule na mtoto wako. Marafiki. Maya tukufe. Anambia tujana kwa nini tayo. Akamwambia mimi sijali hayo. Ngoja nitumbe na kazi. Enda usonge ugali niletee. Ugali kipimo mbele yako. Kuna kipimo iko mbele yako. Aikizabi cyake mbele yako. Na mtihani iko mbele yako. Ariko igitsinzi. Na ukishinda ugira umugisha. Unabarikiwa. Haleluya. Haleluya. Ari igipimo. Kuna abasesho n'abasema bya muntu kwiye kumamaza mu mitima yacu. Kuna kipimo. Hari ikintu Imana itegereje kureba. Kuna kile kunangoja kumamaza kwa. Anangoja niangalie kwa mwako wako. Akamwambia mimi sijaleta msonge ugali. Mama akasema niache nitaisha. Kesho leo naisha. Basi na simama leo lakini kesho. Akaenda akasogea ugali akamletea. Biblia ikasema kwanza saa hiyo, kwanza siku hiyo, mahali alikuwa anaweka unga haikuisha, na mafuta kwa mtungi haikuisha. Amen. Elia akaishi Sarefati. Ikafika wakati akatoka huko. Alipotoka Sarefati akapatana na Obadia. Akapatana na Obadia. Akamwambia Elia. Kigaragara Elia Obadia anasema. Obadia alikuwa anamjua akamsaidia. Wewe ni Elia kwa kushatsi. Tumekutafuta muda mrefu. Nani kushatsi? Mfalme amekutafuta. Abaturaje kushatsi. Wakaji wamekutafuta. Ariko twakusa. Hata tumekukosa. Hapo mwaba. Usikushaka kwa mshoro. Unajua kutafuta na njaa. Mtu akiwa na njaa anakutafuta. Mtu mwenye ako na njaa. Hata hala abantu babizi. Kuna watu hadi abantu baba ya serikali y'urugamba rukomeye. Watu ambao walikuwa wanacheza kwa uungu na hata kuja hadi akamwambia siku hizo watufanya adui. Tunagombanisha adui. Kuja sije kumurangirije mpaka adui mumalize. Kaboni chakula. Ndio mpaka chakula. Utafuta na mtu mwenye akula. Lakini wale mtafuta wakatafuta Elia wakamkosa. Walimuwinda Mungu akikuficha kwa sababu ni vile Mungu amekuficha. Sababu wewe kuishi leo ni vile Mungu amekuficha. Ni wanaume kwa sababu ya kuishi vile Mungu amekuficha. Wamama kwa sababu ya kuishi vile Mungu amekuficha. Ni vijana kwa sababu ya kuishi vile Mungu amewaficha. Wakakupatana kwa njia.
ati none ati mwami arakushaka kamwe ngo mfalme amekutafuta yeye mubire enda mwambie niko hapa akamwambia Elia wosanze Elia vile nakujua yende nisheti mbele mwami niende niseme mbele ya mfalme nakubonye nimemwambia nimekuona mara Mungu kujali hakujaelewa kisha roho wa Mungu akubebe jambo ya wewe si hapo mimi nitakufa lakini Elia akamwambia nenda mwambie akuje nenda tunasema sipokuwa kama milioni wetu haitufikia tunaruhusiwa kusimama kama sisi ni wenye haki tunaruhusiwa kukaribia Obadia hata na mimi nabii kama wewe wakati huu wa kuwa manabii hata mimi nilificha manabii mahali pamoja nilificha mahali pengine nikaweka 50 hata kukajua tumesoma hapa huyu mama asanga umukozi w'Imana Elisa akaendea mtumishi wa Mungu Elisa aramubwira ngo akamwambia mugaragu wawe mtumishi wako ari mugabo wanjye nani bwana wako yarapfuye alifariki kandi yapfuye afite umwenda na alikufa na deni afite umwenda kandi alikuwa na deni kubwa sana ndio mwishyuza araje sasa mlipisha deni amekuja atafutara abana banjye ubwisho amekuja achukue watoto wao mwishyuza yari yarishuje amelipisha safari mimi aho se gutekereza umwishyuza nilifikiria kwa sababu mtu mmoja mwenye deni huyu sasa ameze kama banki ziki gihe ameze kama banki ni kama benki ya siku hizi kuko wafashe deni ukichukua deni kwa benki hata ukikufa basi kama datwara abana hawezi kuchukua watoto atizo baiteza cyamuna lakini nyumba wanauza abana bari barezi iyo banki walipoangalia benki hiyo ko batwaraga n'abana hata walikuwa wanachukua watoto akaja kubipata mtoto anakuwa kufanya kazi akapishumenda sefa mpaka alipe deni ya mzazi amen ndio tunasema kuvuga hiyo inamaanisha nini tunasema kwamba ibyako sababu ambayo unafanya mwana wawe yabishu mtoto wako atalipa ibyaho ukora sababu unafanya mwana wawe yabishu mtoto wako atalipa ariko kandi ni neza ukora lakini mema unatenda ya mwana wawe yabishu na mtoto atabarikiwa kwa hiyo barikiwa sana baravuga ati umugabo wanjye rero niwe mugaragu wawe akamwambia mwanamume mzee wangu na akiwa mtumishi wako amefariki kandi yapfuye afite umwenda ukomeye na amekufa alikuwa na deni na mlipisha deni amekuja aje kukara abana banjye amekuja achukue watoto kwa deni hilo akamwambia je nataka nifanye akamwambia niambie uko na nini nyumbani niambie kama uko na kitu kwa nyumbani huyu mama anampenda sana amen huyu mama ni waajabu sana abamama tuyakugira ibikoresho byinshi wamama tuna vifaa nyumbani mingi na ya maana nitakwambia kifaa moja unajua huyu mama atigeze avuga ngo mushabaye ntacyo ufite bese umuko hakuongea kwa sababu ya mwiko umuko se n'umuzi mwiko unajua umuko ni igikoresho abagore bagira hafi mwiko ni kitu ya maana nyumbani ariko si mwebwe abagore b'abanyamahane wale wa mama mzee wake akimchapa kwa akabana n'umuko anachukua mwiko ni wapata kitu ya kwanza kwa nyumba amen ariko yamubwira tumusha wawe lakini akamwambia mtumishi wako yamubwira ngo ntacyo mfite uretse umuko hakumwambia sina kitu isipokuwa haleluya ntabwo yavuze ngo umusha wawe nta kindi mfite uretse igitenge nambaye hakumwambia sina kitu isipokuwa kitenge yamubwiye ngo umusha wawe ntacyo mfite muhira alimwambia mcha wako sina kitu nyumbani keretse agahereza kutuvuta isipokuwa tu mafuta kidogo haleluya Elisa anezerwa Elisa akafurahia yumva mubwiye ikintu cy'ingenzi akamwambia kitu ya maana yumva mubwiye ikintu yashaka amemwambia kitu ya maana amenya neza uyu mugore akajua mama avuga ati umugore ufite amavuta huyu mama ako na mafuta abanye neza n'abaturanyi anaishi vizuri na haleluya avuga ati umugore ufite amavuta huyu mama ako na mafuta eko y'urugo ni amahoro nyumbani mwake eko y'urugo ni amahoro majirani ni harugo ni amahoro juu ni salama mpande zose upande hirya no hino hose ni salama
kushoto kulia ni salama. Akatoa neno la pili. Akatoa mama huyu anaishi vizuri na watoto. Haleluya. Amen. Amen. Ndatanga bacha. Nikashangaza. Yuko unakubwira ko afite amavuta y'umwuka wera. Mtu akikwambia ako na mafuta ya Roho Mtakatifu. Akakagera abantu kura n'ababiyana. Lakini kuna wale anatega na wale anapenda. Ndatanga bacha. Nashangaza. Yuko unasema afite amavuta y'umwuka wera. Mtu akisema niko na mafuta ya Roho Mtakatifu. Lakini ako na dhambi kama. Ndatanga bacha. Nashangaza. Yuko unafite amavuta y'umwuka wera. Mtu ana mafuta ya Roho Mtakatifu. Ugasanga ntabanye neza na mu rugo rwe. Aliishi vizuri na kwa baba lake aishi vizuri. Alieleweki. Amen. Akatoa huyu mama mwenye ako na mafuta. Marafiki ni sawa. Huyu mama ako na mafuta. Watoto wake ni sawa. Hata nikwambie. Enda ulazimu vifaa. Na usilazimu vifaa. Haleluya. Enda ulazimu. Enda ulazimu vifaa kwa majirani. Alikuwa anajua wanaishi vizuri na majirani. Enda ulazimu. Na usilazimu. Mama akajua nini? Akalazima. Ama mitu. Akalazimu yale yawezekanayo. Akaleta. Alikuwa amemwambia aingie kwa nyumba. Wakaingia kwa nyumba. Akaanza kumimina. Akaanza kumimina. Ni kwa sababu alikuwa anajua. Alikuwa na alipoza lazimu mijano. Jirani angemwambia ubarikiwe. Alipolazimu ubarikiwe mama. Alipoomba mahali akilazimu ubarikiwe. Ubarikiwe. Maneno hayo mmeyasikia? Roho awafafanulie. Amen. Alipomaliza hayo akakaribiana na watoto. Watoto wakamwambia mama, hata baba amekufa, lakini ubarikiwe. Yale uliyotenda umetenda. Yale alikuwa anastahili kutenda umetenda. Umetenda na ubarikiwe. Haleluya. Akamwanga. Akamwanga mafuta. Ikijaa weke kando. Kila kifaa kikijaa weke kando. Kifaa kikijaa na weka kando. Kijaa na weka kando. Afanye kuweka kambia mtoto wake. Nenda ulete ingine. Mtoto kamwambia mama, vifaa zote zimejaa. Haleluya. Vifaa zote zimejaa. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema kila mtu yeyote akisafisha anajitenga na mabaya atakuwa kifaa ya kutenda ile yale. Mimi muri mjamzo ngikoresho tungana muri jewe hari ubutunzi nyingi ni vifaa na hizo vifaa ziwe safi. Mtumishi hawa anatoa ripoti akisema vifaa zote zimejaa. Waimbaji wamejaa. Waombezi wamejaza. Wababa wamejaza. Vifaa zote wamejaa. Hakuna nusu. Hakuna nusu. Vifaa zote zimejaa.
Mungu atulinde. Haleluya. Haleluya. Mama huyu anagenda Uingereza. akaenda akamwambia mtumishi wangu, vifaa zote zimejaa. Vifaa zote zimejaa. Vifaa zimejaa. Hizi zimejaa. Zile zimejaa. Hizi zimejaa. Zile nazo zile zimejaa. Hakuna nusu wa vifaa nusu. Acha nikuulize. Je, umejaa? Siku hizi umekifaa. Kosa mali na kosa pesa na usikose roho. Ni watoto wa Mungu. Muwe maskini. Usiwe maskini wa roho. Haleluya. Sikiza. Ni wachana. Usiwe maskini. Usiwe maskini wa roho. Haleluya. Haleluya. Napenda roho. Napenda roho. Sai roho amekufafanulia. Amen. Akaenda akatoa akamwambia vifaa zote zimejaa. Akawa ripoti aseme vifaa zote zimejaa. Zote zimejaa. Wamama wamejaa. Wababa wamejaa. Wachungaji wamejaa. Manabii hakuna nusu. Wakoba mama vijana wamejazwa. Haleluya. Elisa akafurahishwa na kuwa vyombo vimejaa. Sasa enda uchukue nusu uuze, ulipe madeni yote. Ulipe madeni yote. Haleluya. Haleluya. Oya. Hiyo vitu Mungu wewe. Ukiwa na Roho Mtakatifu na motivu kushiriki moyoni mwako. Yote mtakatifu unakatufanya kibazo. Ndugu wakati nienda yosura yishura ubabwiye na utibabarira kila wewe unaomba msamaha. Hadi haleluya. Hakuna tena. Nitaje kutangaza chanzo hapo na akikuwa na matendo na kamemsema na kamemeda kiona huyu si hauna mafuta. Amambia nusu enda usi na ulipe madeni yote. Nyuma yale. Haleluya. Haleluya. Asiga ya kutunga nena wana. Utaishi na watoto wako. Asiga yale mafuta ya wana. Awe asitaji ya kufanya uishi na watoto wako. Hakuuza yote. Kuna watu ambao wameuza mafuta yote. Kuna manabii wameuza mafuta. Wameona mavazi wakauza mafuta yote. Wameona mavazi ya wanawake wakauza mafuta. Waliona vifua ya mama. Hakuna hata nusu. Wameuza.
yote wameishi. Basi nasikia hivyo. Wamebaki utupu. Asema ngoja ndugu Kristo kandi tunaweza yana wote. Wanaimba mimi ni Mkristo na alikufa kitambo. Yakulisha yose. Mafuta ameuza. Hawa Hana hata nusu. Alimaliza. Wamama hivyo hivyo. Walikuwa vijana na wababa. Mafuta wakauza. Waliuza. Wamemaliza mafuta. Hakuna hata nusu. Waliona dunia. Wakauza mafuta. Wakabeba ya ulimwengu. Wa Biblia inasema mwisho wao ni watu Biblia inasema akawaambia wakati umewadia, wakati wa ulimwengu wataniona, lakini nyinyi mtaniona. Akawaahidi Roho Mtakatifu. Haiwezekani wa ulimwengu wapate Roho kwa sababu hawamjui. Haiwezekani. Haiwezekani ya ulimwengu kupata Roho Mtakatifu. Haiwezekani. Amen. Amen. Haiwezekani wa ulimwengu kupata Roho Mtakatifu. Hawamjui. Hata hawamtambui. Lakini nyinyi mnamjua. Wakati Roho atawajia, mtajua nini niko na nini. Kwa sababu na sasa unajua tu Yesu wako hapo karibu na wewe. Nani amekuja hapa? Ameacha pumzi yake nyumbani. Nani ameacha? Hivyo hivyo Yesu alitengana na roho wake. Gani? Acha nikuulize. Je, umeuza yote? Mafuta yote umemaliza? Bado una yale yamesalia? Hautamaliza mafuta. Mwimbaji akasema kumbuke ukianza safari. Ulikuwa umejazwa Roho Mtakatifu. Ulikuwa na upendo. Na uvumilivu. Lakini leo umekuwa kizuizi kwa kanisa. Siku hizi umekuwa kizuizi kwa kanisa. Yesu anampenda sana. Aliwaambia wanafunzi, acha niwaambie nyinyi, msipokuwa wenye haki kupita wa Mafarisayo na waandishi, mbinguni hamtaingia. Najua hawa Mafarisayo na waandishi walikuwa wameshika sheria. Biblia yote mwanzo mpaka ufunuo. Yesu alikuwa akiingia hekaluni na wanakuwa na Biblia na watu wanamsikiza. Si eti wanataka kusikia. Ni sababu tu wajue mahali atategwa. Hapo ndio watakosoa. Ili wamkosoe. Ni vigumu. Juzi mahali tulikuwa kulikuja alikuja hata kauliza akasema mmetupea baraka. Kwa nini? Neno linasema na watu hawatubu. Nikamwambia sababu ni mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu wale ambao wananena neno hawafanani na neno. Neno la pili ni vigumu sana kuamsha yule mtu ambaye hajalala.
kitu rahisi ni kuamsha yule mtu mwenye amelala kabisa. Lakini mtu yule amejifanya kulala, unagonga na anakusikiza, unakuja akikusikiza, unagonga na sikiza, hata bado anajifanya na ni macho. Kitu rahisi ni kuamsha yule mtu na ukimwamsha anashtuka na kwa sababu alikuwa usingizi. Watu wengi siku hizi wamejilaza tu, wamejua mambo ya Biblia kitambo. Wanamwambia yeye mama, sisi tuliokoka kitambo katika 30 huko. Hayo mambo naongelea sisi tumejifunza. Maneno mengine watu wamezoea neno, wamejidharau. Hizo ni sababu mbili inafanya watu wasigeuke. Mchungaji mmoja nampenda Tabora David. Na wakati tunaenda kukutana, tunaenda akitogelesha. Usije kutoa kuchukua. Shikilia kile. Shikilia kile. Usije kuchukua. Shikilia kile ulichonacho. Maandisha akasema. Akaambia wakati nilikuja kwenu nilisikia wito ili niwaambie ashikilie kile alichonacho, ashikilie wokovu. Wale ambao waamini walipewa safari mpaka milele. Je, sababu gani naachilia wokovu? Wokovu naachilia wokovu kwa sababu gani? Vijana wanaume wadogo, wokovu umeachilia kwa nini? Asante, mlikuwa mkichezea mvua, nikafurahi sana, lakini nikaona kucheza hii kama kuna moyo mtakatifu, kama moyo safi, moyo unaimba, nimefunguliwa, nimemkaribia Yesu, naimba kwa furaha. Ukicheza ukicheza inakuwa kama zoruba kwa bahari. Barikiwe sana. Shikilia kile ulicho. Usije kutoa. Ulimwengu huu unaelekea kunyang'anya. Hizi maendeleo unaona? Hii maendeleo vijana unaona? Hii maendeleo unaona? Hakuna sababu nyingine ya kukunyang'anya kile ulicho nacho. Ndio. Napenda Paulo akaandika katika Warumi. Kabla yeye hivyo na wasihi ndugu zangu, toeni miili yenu iwe dhabihu safi ni ya kupendeza Mungu. Hiyo ndio kufanyia Mungu kazi. Unajua dhabihu katika Agano la Kale, wakati walikuwa wanataka kutoa dhabihu, kulikuwa dhabihu yenye haina lawama, haina dosari ama lawama. Dhabihu yenye haina lawama, yenye haina lawama kwa macho, haina lawama kwa mapua, haiwezi kuwa nemafu kwa mikono ama